uwezo wako na mamlaka yako. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi hii, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya wakati huu wote. Tunakuhimidi na kutukuza Bwana. Naomba toba na rehema kwa ajili yangu, naungama kwako Bwana. Naomba toba na rehema kwa ajili ya mpendwa huyu na mwana wa Mungu huyu Bwana, na si nguvu zako, uwezo wako na mamlaka yako tangu sasa Bwana, kumrehemu na kumtakasa kwa damu yako Yesu Kristo. Naomba toba na rehema kwa ajili ya kila mmoja anayeungana nasi mahali hapa. Naomba toba na rehema Bwana, naungama kwako kwa ajili ya dhambi zetu, maovu yetu, maasi yetu. Naomba toba na rehema Bwana. Hata mahali ambapo pamekosa amani Bwana, kaachilie amani yako siku ya leo, kaachilie uwezo wako na nguvu zako. Na huyo ambaye anapitia maumivu makali kwenye mwili wake Bwana, mkono wako kaunyoshe ili mtoto wako akapokee na kuondolewa hayo maumivu. Tangu sasa Bwana, namuinua na kumleta mkononi mwako kila mmoja anayeungana nasi mahali popote pale, katika jina la Yesu Kristo. Huyo anayepitia kipindi kigumu Baba, naomba kampe uwepesi wa kuvuka salama, maana neno lako nasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana utaniongoza. Gongo lako na fimbo lako vitanifariji. Bwana, kamuongoze mtoto wako avuke salama katika maumivu hayo, avuke salama katika mapito anayopitia. Bwana, kafanyike kuwa faraja kwake, kafanyike kuwa uzima kwake, kafanyike kuwa uponyaji kwake, kafanyike kuwa amani kwake, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, huyo aliyekosa amani akapokea amani, huyo aliye na maumivu kwenye miguu, kwenye mgongo, kwenye mwili wake, Bwana kafanyike uzima ndani yake, maana unasema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Bwana, kafanyike uponyaji, kafanyike uzima, kafanyike afya kwake, katika jina la Yesu Kristo. Unasema ulichukua masikitiko yetu Baba, kachukue masikitiko ya mwanamke huyu, ya mwanaume huyu Bwana, ya mtoto huyu wa kijana wa kike na wa kiume Bwana, kachukue maumivu yake tangu sahii, kaondoe Bwana. Na huyu ambaye amekata tamaa akaone tumaini jipya tena, kamuinue akaone tumaini jipya, kamrejeshe Bwana mahali alipokuwa ameondolewa, akarejee tena, akarejee tena, akarejee tena kwenye biashara, akarejee tena kwenye mfumo, akarejee tena kwenye kazi, akarejee tena kwenye biashara, akarejee tena katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Baba, kafanyike afya kwake, kamrejeshe tena Bwana, kamrejeshe tena, maana wewe ni Bwana wa urejesho, wewe ni Bwana wa uzima, wewe ni Bwana wa uzima. Mungu, fanyika uzima kwake katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya uwezo wako na nguvu zako. Mungu, namweka mkononi mwako mtoto wako huyu, kafanyike baraka kwake tangu sahii katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mwana wa Mungu, ni kualike sasa tupate kuungana kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu. Neno la Mungu twende tukalitafakari baada ya maombi, na Mungu akupe utulivu na usikivu mwema. Na tutakuwa na somo linalosema kurejeshwa au kurudishwa katika nafasi ya haki yako. Kurejeshwa au kurudishwa katika nafasi ya haki yako. Kitabu kile cha nabii Isaya mlango wa 22 mstari wa 20 hadi ule mstari wa 22. Kitabu cha nabii Isaya mlango wa 22 mstari wa 20. Sasa hebu tusome ule mstari wa 19, tuanzie mstari wa 19, 20, 21 na 22. Na anasema somo tulilopewa, kurejeshwa au kurudishwa katika nafasi ya haki yako. Kila mwanadamu aliyezaliwa, aliyeumbwa na Mungu, ana nafasi ya haki yake. Kila mtu ana nafasi ya kwake. Yaani hivi tunavyogombana hivi ni kukosa tu ufahamu, ni kukosa tu ufahamu. Na adui anataka tugombanishe, tugongane, tufanye nini, lakini kila mtu ana nafasi yake. Na ndio maana ukiangalia kwenye Biblia anasema Roho wa Mungu aligawa
vipawa na karama kwa kila mtu cha kwake. Kwa maana hiyo, kila mtu alipewa nafasi ya kwake. Yaani nafasi ya kwako huwezi ukaitumia mwingine. Nafasi ya kondakta iko pale pale, nafasi ya driver iko pale pale. Kwa hiyo ukiona driver na kondakta wanagombana, jua tu kwamba either ni kwa sababu ya kukosa maarifa, ndio maana wanagombana. Ukiona mwanaume na mwanamke wanagombana, jua tu kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Kwa nini? Watu kuto kujua nafasi zetu, haki zetu. Na aidha kuna mmoja misunderstand. Kwa nini? Kwa sababu ameenda kwenye nafasi sio ya kwake, na hilo ndio linaweza likatokea. Na ukiona ajali imetokea barabarani, jua tu kuna mmoja tu aliyepungukiwa, ameenda sehemu isiyo sahihi. Sasa ni lazima umrudishe kwenye nafasi yake, kwenye nafasi ya haki yake. Kitabu kile cha nabii Isaya mlango 22 mstari wa 19, nimesema tuanzie pale. Anasema, nami nitakusukuma na kukutoa katika mahali pako, naye nami nitakusukuma na kukutoa katika mahali pako, naye atakushusha utoke hapa usimamapo. Utoke hapa usimamapo, kwa sababu sio pa kwako, ili uende mahali pa kwako. Sasa mstari mlengwa ndo huu hapa, anasema, na itakuwa katika siku ile nitamwita mtumishi wangu Eliakimu mwana wa Hilkia, nami nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu kwa mshipi wako, nami nitamkabidhi yeye mamlaka yako, naye atakuwa baba kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda, na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake. Yeye atafungua wala hapana atakayefunga, naye atafunga wala hapana atakayefungua. Atafunga naye hapana atakayefungua. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo nataka tuyazungumze, na baada hapo turudi tena kwenye maombi tupate kuomba. Hizi ni habari za nabii Isaya akizitoa. Ni unabii wa nabii Isaya akiutoa kwa ajili ya Eliakimu. Lakini tunapozungumza kurejeshwa, kwa maana huyu mtu alikuwa ameondolewa mahali pake, kwa anarejeshwa. Na tunaposema nafasi, ni eneo, ni mahali pake, na haki yake ni ile ambayo ameandaliwa, kwamba huyu mtu hii ni haki ya kwake. Kwa hiyo tungezungumza taratibu ya kuwa anaposema hapana, maana ya nafasi yako, asili yako, nafasi yako, tunaongeza kusema kwenye asili yako. Na ndio maana nimekwambia kila mtu ana nafasi yake. Hakuna mtu ambaye hana nafasi. Kila mtu ana nafasi yake. Kila mtu ana asili yake. Kwa ukiona watu wameanza kugombana kwa ajili ya asili zao, hii ni shida. Kwa hiyo kila mtu unayemuona ana asili yake. Na ndio maana nasema kurejeshwa katika nafasi. Kurejeshwa katika nafasi ya kwako, katika asili ya kwako, asili ya kwako ya heshima, asili ya kwako ya utumishi, asili ya kwako ya kazi, asili ya kwako ya kila kitu, mamlaka na vitu kadha wa kadha. Na ndio maana kwa Ayubu mlango ule wa 40 mstari ule wa 10 unamwona Ayubu ambaye amefiwa na watoto, ameumwa. Kwa hiyo ule ugonjwa umeondoa nafasi yake
umeondoa haki yake ya uzima. Na ndipo huu mstari wa 10 kwenye Ayubu 20:42 anasema anarudishiwa, anarejeshewa afya yake, anarejeshewa uzima wake, anarejeshewa baraka zake, anarejeshewa maisha yake, anarejeshewa kila kitu chake. Nawezekana usinielewe haraka ninapozungumza kwamba wakati huu unaenda kurejeshewa, wakati wa kurejeshewa au kurudishiwa au kurudishwa katika nafasi ya haki yako. Na ukiangalia tunapozungumza haki ni kila mtu amepangiwa haki yake toka msingi wa ulimwengu, ni uthibitisho, ule urithi wake. Haki ni vile vitu vya msingi vya mtu ambavyo huyu mtu amewekewa. Na ndio maana kwa Wagalatia ule mlango wa 4 mstari wa 6 anasema hamtaitwa tena watumwa. Kwa nini? Kwa sababu mna haki ya kuwa warithi katika Kristo. Mkimpokea Yesu, mkikaa katika Kristo, hamtaitwa tena watumwa, kwa sababu yeye mliyekaa ndani yake sio mtumwa. Hajawafanya kwa watumwa, na yeye sio mtumwa. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba leo hii Mungu anaenda kukurejesha au kukurudisha au kurejeshwa na kurudishwa katika nafasi. Kwa nini nazungumza? Ni kwa sababu tuko mwezi wa 8. Namba 8 kibibilia au namba 8 kiroho. Namba 8 imebeba mambo mengi, imebeba vitu vingi, imeshika mambo mengi sana. Namba 8, jambo la kwanza, namba 8 ni kupanda mbegu mpya. Baada ya 7 utimilifu. 7 ni utimilifu. Kwa utimilifu unapokuwa umepita, umefanyika, na sasa umeingia kwenye 8 ambayo umeingia kupanda mbegu mpya. Kama ni tabia, unatakiwa kuwa na tabia mpya. Anza tabia mpya tena, anza mfumo mpya tena, anza kazi mpya tena, anza afya tena, anza kila jambo. Unaanza baada ya mzunguko wa kwanza. Ukisoma kile kitabu cha Zekaria ule mlango, Zekaria mlango wa 10 mstari ule wa kwanza. Zekaria mlango ule wa 10 mstari ule wa kwanza. Anasema mwombeni Bwana mvua wakati wa masika. Naam, Bwana afanyaye umeme naye atawapa manyunyu ya mvua. Kila mtu atapewa nafasi nyasi kondeni. Kila mtu atapewa nyasi kondeni. Kwa saizi ni wakati wa kupandwa mbegu mpya. Mbegu mpya, unapandiwa mbegu mpya. Unapandiwa. Omba mwezi huu, omba majira haya, omba wakati huu, Mungu akupe mbegu mpya. Kwa nini? Kwa sababu namba 8 ni baada ya vitu kadha wa kadha. Lakini jambo la pili ambalo unaliona ni kufungua ukurasa mpya. Ni kufungua ukurasa mpya. 8 ni kufungua ukurasa mpya. Ni kwanza ukurasa mpya baada ya utimilifu. Unafungua ukurasa mpya. Na hata baada ya uumbaji, ukurasa mpya ulianza wa namna ya kuishi, namna ya kufanya. Ule ukurasa mpya unaanza kutokea. Kwa 8 ni wakati wa ukurasa mpya tena. Lakini jambo la tatu ambalo nataka nizungumze ni kuvunja vizuizi vya nyuma. 8 baada ya kuondoka kwenye ule utimilifu ni kuvunja vile vizuizi vya kwanza na kuanza kurasa mpya. Kwa hiyo ni kuvunja vizuizi vya nyuma na kuanza wakati mpya. Lakini jambo la 4 nataka nizungumze, kuna vitu ambavyo nataka nizungumze. Na jambo la 4 la mwezi wa 8 ni kupata nguvu mpya. Naanza kupokea nguvu mpya. Mwezi wa 8 ni wakati wa kupokea nguvu mpya. Omba Mungu akupe nguvu mpya. Omba Mungu akupe mbegu mpya kwenye mwezi wa 8. Tunapozungumza kurejeshwa katika nafasi yako, omba
kwenye nafasi yako upate mbegu mpya, upate na ukurasa mpya, uanze mambo mapya, uanze jambo jipya tena. Lakini omba Mungu pia ni wakati wa kupata ushuhuda mpya. Namba 8 ni kupata ushuhuda mpya. Sasa mambo ambayo nataka ni tuzungumze, mambo gani tunaposema kurejeshwa katika nafasi yako, ambayo pia ameyasema kwa nabii Isaya juu ya Eliakimu. Anasema jambo la kwanza la Eliakimu ambapo anarejeshwa, anapewa mwezi wa 8 Mungu akakupe. Siku ya leo Mungu akakupe. Umeanza majira mapya, Mungu akakupe. Umeanza kazi mpya, Mungu akakupe. Na hata kama ulikuwa bado hujaanza, Mungu akakupe kwa wakati mpya. Mambo gani ambayo watu wengi hawajarejeshwa? Kwa nini hawajarejeshwa? Kwa sababu ya vitu kadha wa kadha. Jambo la kwanza, unaitwa katika jina gani? Unaitwa katika jina gani? Ili urejeshwe kwenye nafasi ya haki yako, moja, Mungu anasema atakuita kwa jina lako. Ili urejeshwe katika nafasi yako, katika nafasi ya haki yako, Mungu anasema lazima uitwe kwa jina lako, sio uitwe kwa jina lingine. Na ndio maana yale majina mnaitana ya nickname, sijui vitu gani, yale majina yanakuondoa kwenye nafasi yako. Pamoja na kusema unasema hili ndo jina lenye title lenye nini? Hapana, kila jina lina jambo lake. Jiulize tu, kwa nini Ibrahim akiwa anaitwa Abraham hakutangaziwa uzao, lakini aliambiwa kwa sasa utabadilishiwa jina, utaitwa Ibrahim, na wewe sasa ndipo utapata uzao. Kabla ya kuitwa Sara aliitwa Sarai, lakini alipoitwa hivyo hakuambiwa habari ya kupata mtoto. Angalia mtu anaitwa Yakobo, alipoambiwa utaitwa Israeli, ndipo baraka zinapofunguka. Kuna mambo ambayo yamebeba kwenye jina, na ndio maana anasema sasa utaitwa kwa jina lako. Soma kwenye kitabu cha Yohana, kitabu cha Injili ya Yohana, mlango ule wa 10 mstari ule wa 3. Kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 10 mstari ule wa 3. Unaona, anasema bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao. Kwa majina nini? Yao. Kwa kila mtu ataitwa kwa jina lake. Kwa hiyo unapokuwa umeitika kwenye jina la mwingine, na ndio maana unajikuta unateseka. Wewe sio mgonjwa, ila shida ni jina ulipoitiwa. Leo hii nataka nizungumze nawe kwamba Mungu anasema ili uweze kurejeshwa, itika kwa jina lako. Mwambie Mungu, niite kwa jina langu. Hadi saizi kuna watu wamepewa majina ya magonjwa, wamepewa majina ya mambo mbalimbali, wamepewa jina matatizo, shida, tabu, masumbuko. Mungu anasema utaitwa kwa jina lako. Kiangalia pale anasema kwenye ule mstari wa 20, anasema na itakuwa katika siku ile nitamwita mtumishi wangu Eliakimu. Nitamwita mtumishi wangu Eliakimu. Eliakimu, nitamwita mtumishi wangu. Mwana wa Hilkia nitamwita, nami nitamwita kwa jina lake Eliakimu. Ataitwa. Omba leo Mungu akakuite kwa jina lako. Omba majira haya ili uweze kurejeshwa. Angalia, umeitwa jina kahaba, jina mlevi, jina mzizi, jina jamvi la wageni, jina yani vile ambavyo umeweza kuita, cha pombe, cha kubanga, cha usiku. Kataa hayo majina. Mwambie Mungu, niite kwa jina langu. Biashara itakukubali, kazi itakukubali, afya itakukubali, kila jambo litakukubali. Kwa nini? Kwa sababu umeitwa kwa jina lako. Kwenye jina lako kuna baraka zako. Kwenye jina lako kuna haki zako. Kwenye jina lako kumebeba hatima yako.
Jambo la pili, unaporejeshwa katika nafasi ya haki yako. Jambo la pili, unapokuwa umeitwa kwa jina lako, unavikwa vazi la heshima. Unavikwa vazi la heshima. Unapokuwa umeitwa kwa jina lako, unavikwa vazi la heshima. Na ndio maana mstari wa 22 anasema, nami nitamvika vazi. Yapo mavazi waliokuvika kwenye miezi iliyopita, kwenye siku zilizopita, kwenye wakati uliopita, walikuvika mavazi ya magonjwa. Yavue hayo mavazi, yakatae yale majina, vua hayo mavazi, alafu vikwa vazi la heshima. Angalia kile kitabu cha Zekaria, mlango ule wa 3, mstari ule wa Zekaria, mlango ule wa 3, mstari wa 4. Unaona Zekaria akiambiwa ya kwamba sasa mvueni mavazi hayo, mondoeni hayo mavazi, mvikeni mavazi ya hekima, ya heshima, mavazi yaliyobeba utukufu, mavazi yaliyojaa neema na haki. Anasemaje? Anasema hivi, naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Uchafu ni upi? Ni ulevi. Uchafu ni upi? Ni ugonjwa. Uchafu ni upi? Vikolokolo vyote. Mvueni nguo hizi zenye uchafu, ambazo hazina jina lake. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Omba biashara yako ivikwe mavazi ya thamani nyingi. Kazi yako ivikwe mavazi ya thamani nyingi. Maisha yako yavikwe mavazi ya thamani nyingi, mavazi ya heshima. Mwana mpotevu aliporudi, alivikwa mavazi. Asema, lileteni vazi lililo bora. Umeingia katika mwezi huu, majira haya, nyakati hizi, majira haya, Mungu akakuvike vazi lililo bora. Mungu akakuvike vazi la heshima. Natamani Mungu akuvike, usiwe na hilo vazi tena, vazi la dhambi. Mungu akakuvue. Mwambie Mungu, tuma malaika wako wanivue vazi la dhambi, wanivue vazi la kiburi, wanivue vazi la kila aina la matatizo, nami nikavikwe vazi lililo bora, vazi la heshima, vazi la thamani. Biashara yako ikivikwa vazi la thamani, lazima utapata faida, lazima utapata wateja. Kwa nini wateja wanashindwa kuja? Kwa sababu biashara yako imevikwa vazi la mauti. Kwa nini hauendelezi kazi yako ya ujenzi? Hapo pamevikwa vazi lisilo la kwake, vazi la kucheleweshwa. Mwambie Mungu, nivue lile vazi chafu. Kwa nini waumini wanapungua hapo? Pana vazi limevikwa lisilo la haki. Mwambie Mungu, nivike vazi la haki. Mwambie Mungu, natamani mahali hapa nisonge mbele, nivike vazi la haki. Kwa jambo la kwanza, ili uweze kurejeshwa kwenye haki, kwenye nafasi ya haki yako, lazima uitwe kwa jina lako. Mahali ulipo umeitwa kwa jina lako. Yawezekana mjomba wako akakuweka tu, lakini sio jina lako. Unajua, ikiwa sio jina lako, angalia hata ukiingia benki, nenda benki, fedha zina majina. Kila fedha ina mwenye jina. Si kila fedha itaenda kwa kila mtu. Na ndio maana kuna wakati mahali pale pale ulipopita wewe ukupata, lakini alipokuja mwenye nayo alipata. Na ndio maana kwenye ile ATM wanakuwekea jina lako. Sasa angalia wewe, kama hakuna fedha kule, kama hakuna fedha ya jina lako, yani kwa maana akaunti yako haina fedha, afu ukipeleka ATM yako, nenda kadi yako ile kaipeleke, tumbukize, afu sema nataka fedha zangu,
wanakwambia jina lako hili halina fedha, jina lako hili lina fedha. Kwa hiyo unapotaka shingapi? Shingadha achukua. Kwa nini? Umeitwa kwa jina lako. Kuna changamoto tunapitia kwa sababu ya nafasi zetu hazipo sawa. Lakini jambo la pili nimekwambia, vua vazi ulilovikwa. Kuna vitu hujapata kwa sababu ya vazi chafu. Ambie Mungu, nivike vazi heshima. Kwa hiyo lazima uvue vazi moja. Unapotaka kurudishwa, takasa jina lako. Ambie Bwana, litakase jina langu, lisafishe jina langu, niite kwa jina langu. Jambo la pili, unapoingia kuvaa vazi la heshima, mwambie Mungu, navua mavazi yote mabaya. Kila mtu najua vazi lako baya ni lipi. Kila mtu najua vazi lako baya ni lipi. Sasa jambo la tatu, unapokuwa unaporejeshwa katika nafasi yako, Mungu anafanya nini? Mungu anakutia nguvu, anakupa nguvu ya kushikilia, anakupa nguvu. Kiangalia katika Efeso, asema hatimaye mzidi kuwa imara, msitikisike. Kwa maana kuna nguvu ambayo unapewa ya kuto kutikisika. Lakini ukiangalia ile Isaya 22:21, ile Isaya 22:21, kiangalia ile 21, anasema nami nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu kwa mshipi wako, nitamtia nguvu. Kwa kumbe majira haya, omba Mungu akutie nguvu. Omba uitwe kwa jina lako, omba uvikwe vazi. Kuna mambo yamekukwamisha kwa sababu ya vazi ulilovaa. Kuna mambo umekwama kwa sababu tu ya vazi ulilovaa. Mwambie Mungu, nalivua hili vazi, nalivua hili vazi. Na ndio maana Musa aliambiwa kivue kiatu chako. Mwambie Mungu, nalivua vazi hili, na vikwa vazi jipya. Alafu jambo la tatu, ambie Mungu, nitie nguvu, niimarishe, ili niweze kushikilia baraka zangu, uzima wangu, afya yangu, kazi yangu, maisha yangu. Lazima uhakikishe umekuwa na nguvu. Sasa muda wetu umeenda, nataka tukaombe. Mengine tutazungumza wakati mwingine, tutazungumza siku inayofuata. Jambo la kwanza nimekwambia, jambo la kwanza, omba Mungu akuite kwa jina lako. Kwa hiyo inawezekana jina lako limechafuliwa, inawezekana jina lako limeharibiwa. Mwambie Mungu, naomba jina langu lisafishwe. Takasa jina lako, osha jina lako kwa damu ya Yesu. Lakini pili, vua vazi baya. Mwambie Mungu, nivike vazi lililo bora, vazi la heshima, vazi lililo la thamani, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kila kitu, kila mahali panapokuhusu. Kila jambo lina vazi. Biashara ina vazi. Wakivika vazi jeusi biashara yako, wateja hawawezi kuona. Na ndio maana mtu unakiona kitu umekiweka pale kwenye shelfu yako, lakini mtu anakiulizia kitu, sio kwamba anaona lakini akioni hicho kitu. Kwa nini? Kimevaa vazi tofauti. Na aidha yeye macho yake yamevikwa vibaya. Jambo la tatu, omba Mungu akutie nguvu, aitie nguvu biashara. Biashara ikiwa haina nguvu haiwezi kushindana na biashara nyenzie. Kazi ikiwa haina nguvu, na wewe ukiwa hauna nguvu ya kuishika biashara, kama vile mtu ambaye hana nguvu hawezi kushika kitu. Ukishikilia kitu kitaanguka.
kwani ni mikono haina nguvu. Omba Mungu akutie nguvu katika mikono yako, macho yako, kinywa chako kiwe na nguvu, masikio yako yawe na nguvu ya usikivu, miguu yako iwe na nguvu ya kutembea, mwili wako uwe na nguvu. Omba Mungu akutie nguvu. Omba Mungu akutie nguvu. Ukiangalia ile Isaya 40:29. Isaya 40:29. Baada ya andiko hili twende tukaombe. 40:29. Anasemaje? Anasema, huwapa nguvu wazimiao, umuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Huwapa nguvu wazimiao, umuongezea nguvu yeye huyu asiyekuwa na nguvu. Mwambie Mungu, umepungukiwa nguvu mahali gani? Hauna nguvu eneo gani? Kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye wokovu, kwenye maisha yepi ambayo hauna nguvu? Wapi hauna nguvu? Kama hauna nguvu, fedha haiwezi kukaa kwako. Kama hauna nguvu, wokovu unakosekana kwako. Kama hauna nguvu, amani haiwezi kukaa kwako. Lazima uwe na nguvu ya kuishika amani yako. Sasa yawezekana kuna mahali umevaa vazi chafu, unatamani kuvaa vazi jipya. Ili uweze kuvaa hayo mavazi, lazima umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lazima umpokee Yesu Kristo, maana ndo anayekuvika hilo vazi, maana ndo anayetakasa jina lako, maana ndo anayekuita yeye, maana ndiye anayekupa nguvu. Sasa atakupeje nguvu kama hauna mapatano naye? Hawezi. Hata saizi si wengi mnasema naenda kwa mganga wa kienyeji akanipe nguvu. Hawezi kukupa nguvu kama hamna ushirika. Unapewaje nguvu? Lazima upewe nguvu ukiwa na ushirika naye. Kwa hiyo hata sasa tukiomba, kama hauna ushirika na Kristo, ni kazi bure. Ni kazi bure. Kwa jambo la msingi, lazima ufanye ushirika na Kristo. Kwa wewe ambaye unasema natamani mtumishi wa Mungu nifanye ushirika na Kristo, nipatane na Mungu wangu, niungane na Kristo, haijalishi wewe ni wa dini gani, ni dhehebu gani, haubadilishwi dini yako wala dhehebu lako, tabaki nalo, lakini Kristo anaingia ndani yako. Nifuatishe maneno haya. Sema, Mungu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote, uovu wangu wote, kila aina ya mambo yangu mabaya. Naomba uyafute kwa damu ya Yesu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu sasa na ufungua moyo wangu, na ifungua nafsi yangu, na kuruhusu Yesu ingia ndani yangu, ingia maishani mwangu, ongoza maisha yangu kuanzia sasa. Na mkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, najitoa kuwa wako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa ninakataa dhambi, ninakataa mabaya yote, nakataa uovu wote kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu najiambatanisha na damu ya Yesu, najiambatanisha na neema ya Kristo. Kuanzia sasa ninajizamisha kwenye damu ya Yesu, najitakasa na damu ya Yesu, na damu ya Yesu, na damu ya Yesu. Damu ya Yesu initakase, damu ya Yesu initakase kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, asante kwa kunipokea na kunifanya kuwa mwana wako kwa utukufu wako. Amen. Twende tukaombe sasa kwa ajili ya mambo mbalimbali. Baada hapo tutarudi kwa ajili ya ombi la mtu mmoja mmoja. Sema, Mungu wetu, ninakushukuru kwa ajili ya uwezo wako na nguvu zako Baba, katika jina la Yesu Kristo,
kuanzia sasa nalisafisha jina langu, nalitakasa jina langu kwa damu ya Kalvari, kwa damu ya Kalvari. Kuanzia sasa, ile baraka ya mwezi wa 8, ile baraka ya miezi hii, kuanzia sasa jina langu linasafishwa, linatakaswa, lilichafuliwa kwa maneno, lilichafuliwa kwa kafara, lilichafuliwa kwa vyovyote vile. Nachukua damu ya Yesu kuanzia sasa, naita damu ya Yesu isafishe jina langu kuanzia sasa, nalitakasa jina langu. Kwa jina langu mimi Josefu, ita jina lako. Mimi Josefu Mwakanosya naliosha hili jina. Lilipelekwa kwa waganga, lilipelekwa kwenye matambiko. Kuanzia sasa jina langu nalisafisha kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa ninavua mavazi yote, mavazi ya magonjwa, mavazi ya mauti, mavazi ya uzinzi, mavazi ya ushoga, mavazi ya madeni, mavazi ya bahati mbaya, mavazi ya rana, mavazi ya urevi, mavazi ya dhambi, nayavua kwa jina Yesu, kwa damu Yesu. Kila aina ya magonjwa niliyovikwa kuanzia sasa nayavua. Vazi la presha nalivua, vazi la kansa nalivua, vazi lolote nililovikwa nalivua kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu, kwa jina Yesu, kwa damu Yesu. Ninavaa vazi la heshima, vazi lilobora. Malaika Bwana mnivike vazi lilobora, mnivike vazi la haki, mnivike vazi la haki kwa jina Yesu Kristo. Biashara yangu naivua roho ya madeni, naivua roho ya utumwa kwa jina Yesu Kristo, kwa damu Yesu Kristo. Bwana, kuanzia sasa naita nguvu zako, naita nguvu zako kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye maisha yangu. Naita nguvu zako, naita nguvu zako, maana neno lako limesema kwamba tukutake wewe na nguvu zako. Nami leo hii nakutaka Bwana na nguvu zako kwenye mwezi huu. Achilia nguvu zako kwenye maisha yangu kwa jina Yesu Kristo, kwa damu Yesu Kristo. Haya, ingia kuomba, ingia kuomba. Ita jina la usharika wako, ita jina la kanisa lako, ita jina la mkoa wako, ita jina la biashara yako, ita jina lako. Mwambie Bwana, kuanzia sasa naita jina langu, naita jina langu, nasafisha jina la mkoa wangu, nasafisha jina la taifa langu, nasafisha jina la ukoo wangu kwa jina Yesu Kristo, kwa damu Yesu Kristo. Baba, nasogea mbele zako. Bwana, umesema kwamba ulimuita Elikia. Baba, naomba kamuite mwanamume huyu, kamuite baba huyu, kamtoe kwenye ulevi, kamtoe kwenye uzinzi, kamvue hilo vazi. Malaika wa Bwana na waagiza, nenda mvue hilo vazi, vazi la uzinzi, vazi la ukahaba, vazi la magonjwa, vazi la mauti. Nalivue hilo vazi, nalivue hilo vazi, nalivue hilo vazi, vazi la presha, hayo maumivu, hayo maumivu, wa ugonjwa aliokuwa umekuvika kuanzia sasa navua na kuvua. Ewe pepo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Wamekuvika maumivu, wamekuvika magonjwa, na kuvua huo ugonjwa, navua hayo maumivu walikuvika huo ugonjwa, na kuvua kwa jina la Yesu Kristo, na kuvika uzima, na kuvika uzima, na kuvika uzima. Wamekuvika utasa kuanzia sasa, na kuvua roho ya utasa, na kuvua
Hilo vazi la utasa na kuvua kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kuvua hilo vazi la utasa, na kuvua hilo vazi la utasa, na kuvika vazi la uzao kuanzia sasa, kwenye biashara yako, kazini kwako, kila mahali, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya neema hii. Bwana, na vika watoto wako, na mvika hiyo biashara, na ivika hiyo kazi, na ivika hiyo ndoa, na ivika heshima yake, haki yake kuanzia sasa. Bwana, navua, naondoa jina la ukahaba, naondoa hilo jina baya, naliondoa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, nakuite sasa. Bwana, naite biashara yako. Bwana, naite kazi yako. Bwana, naite maisha yako. Bwana, naite kazi yako, hiyo ndoa yako, naitwe sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya neema yako na uwezo wako. Kuanzia sasa, Bwana, na wafungua watoto wako hawa, na mfungua mwanaume huyu, mwanamke huyu, na mfungua walimuita buzi, Bwana, na ondoa hilo jina lake, na lifuta hilo jina walilomuita, hayo majina waliomvika, Bwana, na yavua kwa jina la Yesu Kristo. Na vua hayo magonjwa, madeni, roho, vazi la madeni, na kuvua vazi la utumwa, na kuvua vazi la mauti, na kuvua vazi chafu lolote, na livua kwa jina la Yesu Kristo, na alivua kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mwaka umevikwa haki, umevikwa sifa, Bwana. Mkoa wa Iringa, na uvua vazi la kujinyonga, na alivua kwa jina la Yesu Kristo, na alivua kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mkoa, kila eneo, kila taifa, vazi la migogoro, na alivua kwa damu ya Yesu Kristo. Kwenye hilo kanisa, na alivua hilo vazi baya, na alivika vazi jipya, na mrejesha, na rejesha nafsi yake, na rejesha kwenye nafasi yake. Nafanya urejesho kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, mrejeshe mtu huyu, mrejeshe Bwana, rejesha nafasi yake, mrejeshe kwenye nafasi yake, mrejeshe kwenye haki yake Bwana, mrejeshe kwenye ndoa yake, mrejeshe kwenye biashara yake, mrejeshe kwenye kazi yake, mrejeshe kwenye hatua zake, mrejeshe kwenye maisha yake tena, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, mrejeshe kila mmoja, mrejeshe tangu sahihi, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya uwezo wako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ondoa na mvua hilo vazi maumivu, huo ugonjwa aliovikwa kuanzia sasa, na mvua na mrudisha kwenye afya yake, na mrudisha kwenye uzima wake, na mrudisha kwenye afya yake kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji wa mtu huyu, kwa ajili ya uzima wake, kwa ajili ya afya yake, kwa ajili ya uponyaji wake. Bwana, huyo ambaye mnyama za magoti zinauma, hiyo miguu inayouma, Bwana, kaondoe, na vua hayo maumivu kwenye miguu yake, na vua hayo maumivu kwenye mwili wake, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya neema yako na rehema zako, sifa na utukufu ni zako, katika jina la Yesu Kristo, amen.